Hello people of Indundi TV, tupo tena kwenye mjengo wa Indundi kama kawaida kwenye kipindi chako pendwa You Know About Movie. Nina mgeni ambaye anakujia soon tu kwa sababu ya kuweza kuongea mawili matatu kutokana na industry nzima ya filamu nchini Burundi. Coronavirus imeweza kupunguza kasi ya uigizaji wa filamu nchini Burundi, sijui ni kwa nini, lakini yeye hataweza kutubia na kasiri kadogo tu kama kawaida. Basi usikose kusubscribe channel yetu, pata kuja alama kengele, bonyeza mara moja hapo ili wa kwanza kupata notification zote, na nyuma kamera na mkali wa quality Mr. King Epi Max. Basi karibu tena. Kizazi sana na mwanangu wa nguvu, mwanangu wa damu, kama unavyomuona hapa. Yap, ni Mr. Rich Ommy. Wengi wanamfahamu sana jamaa, ni mwigizaji mnyama sana ambaye ametamba kwa filamu nyingi sana. Ameweza kufanya kazi nyingi sana kwa kujituma. Mambo vipi mzazi? Poa. Habari zingine mzee? Salamu. Naona uko sawa. Pole pole tu. Kwanza niambie vitu vitatu ambavyo unavifanya, yani ukiamka tu vitu vitatu unaweza ukavifanya kabla ya yote. Moja, kabla ya kuamka naanza kusali. Nikimaliza kusali na tandika, baada ya kutandika naoga tu. Vitu vitatu vyako hivi ni vitu vitatu vya Mr. Rich anavyofanya kwa kuamka. Na hebu tuambie kitu kimoja, ni mtu gani wa mwisho ambaye uliongea naye kwenye simu kabla hujakuja kwenye interview? Mpenzi wangu. Yaani ulikuwa kimwagaaga vile? Ndio. Basi upo katika mjengo wa Indundi TV na kwenye kipindi chako cha Know About Movie. Ni kipindi ambacho tunaongelea masuala mengi sana ya movie industry nzima, filamu endeleaje, tunafikaje, tunapandaje, yani kila kitu, yani tunakule mwisho tunaweka maaje mzazi. Hebu niambie ulianzaje kuigiza? Mimi kwa kuanza kuigiza, moja, namshukuru Mungu, nimekutana na matatizo mengi, lakini mpaka sasa hivi ningali tunapambana tu. Na ndio maana sisi nikasema kwamba nitaacha, kwa sababu matatizo yapo, lazima tupiganishe tu pole pole kabla Mungu akifanyikisha kutengenezea njia, inaweza kuwa poa. Kizazi sana. Ndio hizo. Na ni changamoto zipi sasa zile ambazo ulikutana nazo zikukatisha tamaa ili kwamba ushindwe kabisa kuendelea na uigizaji? Changamoto katika uigizaji pale unapokuwa unaingia kwenye kazi, wasanii wanakukorofisha, wasanii wanagumuka pale unapofanya movie ya kwanza. Unafikia kipimo unapomwambia katika scene ya pili unakutana mtu anapotea tu ghafla, ndio mtu anakutana na unamkwaza tu hapo. Ndio unaweza nikasema itilafu, matatizo mtu anapopata katika movie. Kila mtu ana mwaka wa kianzilisho na kila mtu ana mwisho wa hitimisho. Ndio jinsi Waswahili wanakuambia. Je, ulianza filamu mwaka gani? Mimi kabla sidanganya au naweza nikasema filamu nimeanza ilikuwa pale kabla kumbukumbu hapo napoteza, lakini nikikumbuka tunaweza kusema 17 hivyo nakumbuka. 17, lakini inaweza kwa 17 hapana, ilikuwa 2017 nikizana. Kwa 2017 labda ndio naweza kusema nimeanza kufanya kazi, labda watu wakasema mama naanza kufanya kazi nzuri kidogo. Lakini mwanzo kwa kuanza mwaka nimeanza 2007 ndio nimeanza vitu ya kuigiza hivyo. Na kujituma, napita huku niangalia sana, naanza nikapata tu nikafanikisha malengo yangu. Basi kama jinsi wanakuambia, hakuna mwisho usiokuwa na hitimisho. Kila mwisho lazima uwe na hitimisho yake pale kwenye nukta. Tunasema nukta mara moja kama kawaida, tumemaliza game. Sasa hebu niambie ukweli, unatarajia kuacha filamu mwaka gani ili tujue hitimisho yako mzee baba? Ukisema mimi nategemea kuacha filamu mwaka gani, mimi hapana, sitoacha. Na hata nikutane na matatizo tosha, lakini sitoacha filamu. Nitapambana hadi mwisho. Na kwa sababu kuna wakati mtu apita kwenye matatizo ya kimaisha nini, lakini sisene matatizo ya kimaisha naweza nifaa mimi nikaacha filamu. Wanakuambia Waswahili, ndege mwoga unaswa kwenye tundu mbovu. Na hapo ulituambia kwamba wewe ulikuja, mtu wa mwisho kuongea naye kivile alikuwa ni mpenzi wako kama sijasahau. Je, ikija unasema kwamba wewe unahitimisha, ikija kutokea sasa mpenzi wako amekwambia no, unajua inatakiwa uache movie ili mapenzi yetu kabisa yanoge, yaweze kufika kabisa pale panapotakiwa, kwako wewe unichukuliaje? Mimi naona sisi semangu ni poa, kwa sababu ule mwanamke kama amenipenda gisi nilivyo. Katika Kiingereza semango love me, love my dog, nipende gisi nilivyo. Love me, love my dog, nipende gisi nilivyo. Ndio maana sisi nikasema kwamba akasababisha mimi nikaacha kazi zangu sababu yake. Mimi akiniambia niache masuala ya movie, ni ile akaondoka, mimi kawahi katika swala ya movie. Na hizi kwamba unamsikia Mr. Rich hii ni ujumbe tosha kwa mpenzi wake kwamba kuliko yeye aache movie, la itakuwa mpenzi wake labda yeye aondoke, kwa sababu yeye movie kabisa
kabisa, hawezi kuacha. Basi tukiachana na hilo mzee, ni ipi siri ya mafanikio ambayo ipo kwenye upande wa movie? Kwa sababu kusema kutoka mwaka 2017 hadi sasa mwaka 2020 umeshasota kinoma. Kwa hiyo ni siri gani ambayo ipo kati yako ili uweze kufanikiwa? Tuone wewe mtanashati kiasi hicho, unavaa saa yenyewe mzee baba, sijui kama nje kuna gari vile. Hapana, hakuna gari yoyote. Unajua siri ya mafanikio, mtu aweze akajua siri ya mafanikio kabla hujafanya kazi. Lakini pana watu wanapofanya kazi lakini hawajui siri ya mafanikio yao. Siri ya mafanikio ni kujituma, unakuwa na moyo tu. Ukiwa unapiga tu moyo kono, unakuwa ndio siri ya mafanikio. Sisi nikasema kwamba kutumia nguvu nyingi ndio siri ya mafanikio. Pana watu wanatumia nguvu nyingi lakini hawapati siri ya mafanikio. Lakini mtu anapokuwa makini na kazi yake na anajua anawaza kesho, future, ni lazima apate siri ya mafanikio tu. Kwa hiyo kuna vile tunavyosema kwamba baada ya movie mtu anapewa kisabuni. Ndo style za Burundi, mtu anapewa kisabuni. Tanzania wanaongea kwamba hapa ni kazi tu. Yaani kazi, yani ukija unakushutia sini zako 7 unanigei milioni 1, mimi nasepa. Kwa hiyo Burundi tunasikia kuna ile ya kisabuni, yani mtu akimaliza shooting kisabuni. Hivi ni kweli au mnalipwa? Sisi kisema tunalipwa, hiyo si ya kisabuni ni kweli. Kuna waigizaji wengi wanafanya kazi lakini baada ya kufanya kazi wapate malipo. Na pale malipo wanasema makisabuni. Unakuta mtu anapata pia bila ya nauli tu. Inamuuma sana kutoa mtu anatizama mifano Tanzania wapi. Unapomaliza kufanya hata sene moja unapata pesa nyingi sana. Kwa hiyo kiupande wako unachukuliaje? Unaona kwamba ipo siku itakuwa hivyo, na ili iwe hivyo unatakiwa nini? Ili iwe hivyo tufikie katika lengo la kulipiwa, naweza nikasema kama wasanii waigizaji kama mimi tujitume kwanza, kwa sababu mbele ya kulipwa tufanye kazi. Sasa kupitia kazi zetu ndio zitatulipa sisi. Sisi tutegemee kulipwa hata sisi peke yetu. Wakati mtu anapofanya kazi yake, analipa pesa zake, analeta makamera au zinakushuti, anakuwa alifanya jitihada kubwa sana na hadi akakukulisha wewe. Ni jitihada kubwa sana. Kisema ngo akulipe na wakati yeye baada hajapata pesa inakuwa shida sana. Inakuwa barida tu kabisa. Yaani tunachukulia barida vile. Huyo umemsikia ni Mr. Rich anakuambia kwamba tasnia filamu nchini Burundi imeshuka. Anakuambia kwamba tasnia filamu nchini Burundi inazidi kupiga hatua siku kwa siku. Kwa hiyo tukitoka hapo tunaingia kwa swala la waigizaji wa filamu. Wakati mpo location mzee, kuna yale mambo yale ya kukisi mtu, unamkisi nini mchumba wako, Kwa hiyo vipi ikija kutokea kwako wakati unacheza sini kama hizo, kisha mpenzi wako wa kike anaona anachukuliaje wewe mzee? Anapasha kuumia, lakini wakati utamuelewesha mapema akajua kazi yako ambayo unaifanya atazidi kuvumilia. Lakini kuna wanawake hawavumilii. Ukimwambia hivyo hapana sitakiwa kuchuma, niko kwenye kazi, lazima tuwavumilie kidogo tu. Sasa je, ikiwa kwako kwamba yule mwanamke ndio mwigizaji kisha wanakaa wanambusubusu vile na wamempa sini na mimi kisha nikambusubusu vile, kwa hiyo unalipokeleaje na hilo? Moja, mimi sisi nikapendana na mwigizaji. Kwa nini? Kwa sababu hakuna matatizo nafahamu kwa wasanii. Ndio maana sisipendana na mwigizaji, ndio maana natafuta nje ya uigizaji. Kwa sababu mwanamke anapomchumu lazima unaumia, si ndio? Kwa mwanamke anapaswa kuelewa huyo mwanamume, sababu wewe ndio utakayemtunza, mwanamke anaweza kukutunza. Ndio maana mwanamke sisi nikapenda aigize. Na sisi nikapendana na mwigizaji. Yaani nikizani mnamsikia Mr. Rich anakuambia kuliko mwanamke aigize ubora mwanaume mzee. Hapo kuna siri kubwa ambayo umetuficha, lakini wacha tuiweke kapuni kwa sababu labda tutakuja kuleta siku nyingine. Hebu niambie ni mwanamke gani wa kike ambaye unayemkubali sana ni mwigizaji wa filamu nchini Burundi? Ni swali ambalo lina tik tak. Unaona leo ni swali ambalo linakuja na tik tak. Kuna maswali manne ambayo ni tik tak. La kwanza ni hilo. Mwanamke yupi ambaye unamkubali sana? Unaye mwanamke yupi? Tayari umeshashindwa mzee. Hebu niambie filamu yako mwisho kucheza ilikuwa inaitwaje? Nabii Ezekiel. Una miaka mingapi? 24. Asante sana hapo, ni Mr. Rich. Tupo naye kwenye mjengo wa Indundi TV, tunapiga story 2-3 kutokeana na tasnia ya filamu. Hebu tuambie kidogo, hapa ni kwenye mjengo wa Indundi TV na ipo kwa sababu ya kusupport waigizaji wa filamu, kujulikanisha kazi zenu, kuwatangaza nyinyi kama wasanii ili muweze kufika mbali. Kwa hiyo neno gani ambalo kubwa unaweza ukaliongea kutokana na issue kubwa ambayo Indundi TV iko nayo? Moja, nafurahi sana kwa kuweza kutusupport na kutufanyizia vipindi tofauti, kwa sababu tuangalie kesho tunaweza kufikia katika malengo yetu. Kwa sababu moja, nasema Mwenyezi Mungu alipe, kwa sababu kazi mnayoifanya ni kazi kubwa sana. Ukiona msanii unamtoa kwenye NMC yake labda anafika katika sehemu kubwa sana, mnakuwa mmefanya kazi kubwa sana. Ndio nikasema shukrani tu za dhati, Mwenyezi Mungu awalipe. Sina cha kuwalipa mimi.
Ndio. Tunashukuru sana mzee baba. Na vipi, ni kitu gani ambacho unaandalia mashabiki wako? End of the day utakuja kuachia na mara moja useme kwamba da kabisa msanii wetu huyu anakubalika? Nachoandalia kuachia, kuna season ambayo tunaifanya. Na sasa kwenye season ni mchanganyiko wa watu. Na muda si mrefu wataona, kwa sababu kwa sasa najua wameshaona kipande cha kwanza, cha pili, labda wiki ijayo wataona cha tatu. Kizaa inakuja katika mfululizo kubwa wa kutisha katika Burundi. Watapata tu, wasijali. Yes, unamsikiliza, huyo ni Mr. Rich anakuambia mashabiki wake mkoa kwenye mkoa wa Kula wanatengeneza season mpya ambayo imeshaanza kupeperushwa saa hizi kwenye channel tofauti, na vile vile mzidi kuwa support waigizaji wa filamu nchini Burundi ili waweze kufika mbali. Basi mzee baba, tunaomba uweze kutoa shauri la mwisho kwa waigizaji wenzako. Naweza nikasema shauri ambao naweza nikawapatia, mmoja wajitume. Kwa sababu pasipo kujituma hauwezi kupata mafanikio hata kadogo tu kabisa. Kwa wengine wanafanya movie moja, wanaikaa, wanasema wenzio ngwanio wafanye kazi. Tuanze tupendane sisi, tukishapendana tutafika. Na pasipo kwa mapenzi tuwezi tukafika. Wajitume tu kufanya kazi. Pasipo jituma watafuata mafanikio. Asante sana. Basi swali la mwisho ninaitaga swali la kizushi. Hivyo vitu ambavyo waliviongea, chukua mic, viongee kwa Kirundi. Kwa Kirundi. Kirundi kiragoye. Kirundi kiragoye cyane. Turakumva. No babwira gusa bakora akazi babitume. Kwa kwituma janye Kirundi haja kirangora boro. Yes sana, huyo kizazi sana alikuwa ni Mr. Rich Ommy ndani ya mjengo wa Indundi TV. Basi karibu sana, usikose kusubscribe kama ninavyokuambia mwanzo, ili wa kwanza kupata vipindi vyote vya waigizaji wa filamu nchini Burundi. Kama kawaida, na nyuma kamera nilikuwa na mkali wangu Mr. King Epimax, na host wako ni Mr. Tambwe. Karibu tena kwenye mjengo wetu.